informed nimejulishwa sawa that right now kwamba sasa hivi our deputy archbishop, naibu wetu wa askofu mkuu, our beloved mama yetu mbarikiwa Emily Hadassa, has just left her house ameondoka tu kwenye nyumba yake, and she's now on her way here. sasa hapo njiani mwake kuelekea hapa. And so blessed people, Na hivyo watu wabarikiwa, allow me niruhusu to request all of us, kuomba kila mmoja wetu, apart from a few worshippers, kando na waabuduo wachache, that we may go down kwamba tukaende chini and line up na tupangilie mstari to receive the servant of the Lord. kumpokea mtumishi wa Bwana. Jehova, Mungu wa matendo, jina lako ni Jehova.
very tirelessly, bila kuchoka, and the people of God, na watu wa Bwana, you deprive yourselves of personal comfort, mnajinyima of labor, ulisema utatenda na umetenda, ndio maana unaita Jehova. Jehova hukawi wala huchelewi, mkono wako sio mfupi wa kutokutenda, maana uliowaahidi kweli umetenda, ndiyo maana unaitwa Jehova. Ndiyo maana unaitwa Jehova. Ndiyo maana unaitwa Jehova. Sema utatenda na umetenda, ndiyo maana unaitwa Jehova. Body clap to the Lord. Clap for the worshipers, please. Wageuze ufalme wa utukufu. To the glory and honor of your holy name. Kwa utukufu na heshima ya jina lako takatifu. In the mighty name of Jesus. Just allow me Niruhusu tu to welcome the moderator back. mkaribishe mratibu arudi. I know. And your hands are raised up. Na mikono yako imeinuliwa juu. Just raise up your hands.
of course, Jehovah Elohim, Na hata hivyo Yehova Elohim, the eternal creator, muumbaji wa the milele, one who created the heavens and the earth, yeye aliyeziumba mbingu na dunia and the entire expanse of the universe. na dunia yote. Jehovah Rapha, Yehova Rafa, our healer, mponyaji wetu. and in Menengai, Na kule Menengai he healed many, aliwaponya wengi, many of our sick. aliwaponya wagonjwa wetu wengi sana. We can't count the number. Hatuwezi hesabu idadi. Miongoni mwa umati huo We had those who are suffering from high blood pressure, kulikuwa na wale ambao walikuwa wanaugua kwa msukumo ya damu, those who are suffering from diabetes, wale ambao walikuwa wanaugua kutoka ugonjwa wa those who kisukari, are suffering from HIV and AIDS, wale ambao walikuwa wanaugua ugonjwa wa virusi vya ukimwi, those who are suffering from lunacy, wale ambao walikuwa wanaugua kutoka uwendawazimu, and those who are suffering from many other conditions na wale ambao walikuwa wanaugua hali zingine that we could not see. ambazo tungeweza kuziona. And I want to confirm Na nataka kudhibitisha that when that time came kwamba wakati huo ulipofika and the mega prophet stood na manabii wakuu wa Bwana wakasimama at the powerful altar of the Lord, katika madhabahu, me, I'm waiting for mimi testimonies. nangojea shuhuda, And I hope na natumai that you too kwamba wewe pia are waiting for that or those testimonies. huo ushuhuda. Hallelujah. Haleluya. Greet your neighbor Salimu jirani and welcome them na uwakaribishe to this very powerful celebration. katika sherehe hii kuu sana. Hallelujah. Haleluya. Wengine mmekaa tu. Wacha sasa nikupa assignment. Greet 3 of them. Wasalimu watatu wao, Maybe one was not enough. pengine mmoja hakuwa So you ametosha. can greet 3 of them. Mweza wasalimu watatu, Very powerful. ya nguvu sana. Now, Sasa tu maelezo kidogo before I welcome the worship team, kabla nikaribishe waabuduo. allow me to begin this way. Niruhusu nianze namna hii. Your Eminency, the Deputy Archbishop, Mheshimiwa, Mheshimiwa naibu askofu mkuu and Blessed Senior Bishop, na askofu mwandamizi, Honorable Priesthood, kuhani heshimika, all family and friends. familia yote pamoja na marafiki. I want to take this opportunity, Nataka kuchukua fursa hii very first of all, kwanza kabisa to send my New Year 2025 greetings to all of you. kutuma salamu zangu za mwaka mpya kwenu nyote, And appreciate the Lord God Almighty na kumshukuru Bwana Mungu Mwenyezi for allowing each one of us kwa kuruhusu kila mmoja wetu seated here ambaye ameketi hapa to cross over to 2025. kuvuka hadi 2025. I also take this very first opportunity Nataka pia kuchukua fursa hii ya installation na pia kuwekezwa as the deputy ark of the Chombo region. kama naibu askofu mkuu. Congratulations. Pongezi, Congratulations. pongezi, Congratulations. hongera. I also take this opportunity Pia nataka kuchukua fursa hii again, tena the Senior Bishop Hagai Onyango, kupongeza askofu mwandamizi Hagai Onyango President Bishop of Jomvu, kwa kuinuliwa kama askofu wa Jomvu, upon his ordination, kwa kuweza kuidhinishwa kwake, consecration, kuweza kutawazwa and installation as the Bishop of Jomvu main altar. na kuwekezwa kama askofu wa madhabahu kuu ya Jomvu. Congratulations. Pongezi, Congratulations. pongezi, Congratulations, Blessed Senior Bishop. pongezi askofu mbarikiwa mwandamizi. I also wish to take
this opportunity. Pia natamani kuweza kupongeza All the overseers, uangalizi wote, senior pastors, wachungaji wakuu wote and pastors na wachungaji who are ordained kwa wakfu together with our deputy archbishop and the senior bishop. pamoja na askofu wetu, naibu askofu mkuu pamoja na askofu mwandamizi. I may not know all of them. Huenda nisiwajue wote. Please, if you know you are consecrated, stand on your feet because we don't have time. Hallelujah. Very many priesthood were consecrated. Waliweza kuwekwa wakfu. We have Pastor Eric, just continue standing please. Pastor Eric, Mchungaji Eric, our keyboardist, mcheza kinanda wetu, overseer Yvonne, mwangalizi Yvonne, in charge of ushers, anasimamia washamanzi, Pastor Evans, mchungaji Evans, in charge of evangelism, anasimamia uinjilisti and outreach, na kuenda nje, Pastor Will Mount Carmel, mchungaji wa vijana Mlima Carmel, Pastor Edward, mchungaji Edward serving here at the altar in the worship team, akitumika hapa kwenye madhabahu hapa kwa waabuduo, Pastor Samuel Oyugi, mchungaji Samuel Oyugi, the keyboardist, mcheza kinanda, Pastor Samuel Kairu, mchungaji Samuel Kairu, mcheza kinanda mkuu pamoja na and then overseer Judy, kisha mwangalizi Judy, overseer Judy Hope, mwangalizi Judy Hope, the overseer in charge of worship. mwangalizi ambaye anasimamia ibada. Please get seated. Tafadhali ketini. I can see our translator, Naona mkalimani wetu, Sister Damaris. dada Damaris. Were you ordained? Je, uliidhinishwa? Amen. Just stand on your feet. Simama miguuni pako. Our translator, Mkalimani wetu, Pastor Damaris, mchungaji Damaris, was also ordained. pia aliidhinishwa. Finally, Hatimaye in absentia, akiwa hayuko nasi kwa sahi, akiwa hayuko nasi kwa sahihi, our senior overseer Abigail Aziz, mwangalizi wetu Abigail Aziz, as the senior pastor in charge of Mount Carmel altar. Amen. These servants hawa watumishi were ordained waliwekezwa by the mightiest, most glorified prophets of the Lord na manabii wakuu sana wa Bwana waliotukuzwa sana. on the 1st of January. Tarehe 1 Januari We want to give thanks to the Lord. tunampatia Bwana shukrani. I am eternally grateful Bwana for His grace and mercies upon us all of 2024. kwa mwaka wote wa 2024. I appreciate Jehovah Yahweh Namshukuru sana Jehova Yahweh for His faithfulness in providing for us, kwa uaminifu wake kwa kututwalia sisi sote, for His protection kwa ulinzi wake and for keeping us safe, na kwa kutuweka tuwe salama, for accelerating revival in Jomvu region. kwa kuendeleza uhuru. Us with 1,000 baskets Walitubariki na vikapu 1000 of provision ya kutwalizi and said, na wakasema may you now be healthy in 2025. ya kwamba sasa mkawe na afya mwaka 2025. To the Lord. Na shukrani kwa Bwana. I want to say, Nataka kusema blessed DAB mbarikiwa naibu askofu and senior bishop, na askofu mkuu. we have blessings to witness your ordination. Tunazo baraka za kushuhudia juu ya kuwekeza katika huduma ya utukufu sana ya Bwana. Please allow me say a few words about you. Tafadhali niruhusuni niseme mambo yako. When David the psalmist Wakati Daudi said these words, alisema haya maneno, I guess he knew very well that such a time nafikiria alijua kwamba wakati kama huo in Jomvu hapa Jomvu we will have such zealous servants like you tutakuwa na watumishi wenye hari kama wa who do not slumber, ambao hamsi. Watu wabarikiwa.
the Lord Jesus Christ of Nazareth, Bwana Yesu Kristo wa Nazareti, the Son of the living God. mwana wa Mungu aishiye. He walked here on earth. Alitembea hapa duniani, He never sinned. hakuwahi fanya dhambi katu. He left the glory of the Father in heaven. Aliacha utukufu wa Baba mbinguni, He came down here for our sake. akashuka hapa chini kwa ajili yetu, And he died a very painful death. akafa kifo cha uchungu sana. He was rejected by men. Alikataliwa na wanadamu, He was persecuted. aliteswa, People called him names. watu walimwita majina, They abused him. walimtukana, They wanted to kill him walitaka hata kumuua before time. kabla ya wakati wake, And finally, na hatimaye he was crucified. akasulubishwa, He died a very painful death. akafa kifo cha uchungu sana, That for me and you today, ili kwangu mimi na wewe leo we may be called Christians. tuweze kuitwa Wakristo, That our sins kwamba dhambi zetu were put on him. ziliwekwa juu yake. Hallelujah. Haleluya! I always tell people, Kila wakati nawaambia watu, if you want to walk right in salvation, iwapo unataka kutembea sawa katika wokovu, always remember the pain of Christ. kila wakati kumbuka uchungu wa Kristo. My work here as a servant Kazi yangu hapa kama mtumishi is to cause you ni kukusababisha wewe feel the pain that Jesus went through on the cross. uishi ule uchungu Yesu aliupitia msalabani. The moment you will feel that pain in your heart, Wakati utahisi wa uchungu ndani ya moyo wako, then you will fear sin. kisha utahofu dhambi, Then you will cry. kisha utalia, Then you'll be able to repent your sins. kisha utaweza kutubia dhambi zako, Because kwa sababu somebody suffered too much. mtu aliteseka sana. That's why Ndio sababu I've heard many times the mega prophet saying, nimesikia mara nyingi manabii kuwa Bwana his only work is to defend the Messiah. kazi yake kuu ni kumtetea Masihi, Because he understands how painful it was for the Messiah. kwa sababu anaelewa ilivyokuwa ya uchungu kiasi gani kwa Masihi. Hallelujah. Jesus died a very cruel death. Yesu alikufa kifo kikatili sana, Very cruel. kikatili sana, Very, very cruel. cha kikatili It sana, was very horrific. ilikuwa ya kutisha sana. Today we are enjoying the people's have walked. Leo tunafurahia viwetu wametembea, But we are not understanding lakini hatuelewi that somebody paid a very heavy price. kwamba mtu alilipia gharama nzito sana, Even for a blind eye to see. hata kwa macho ya vipofu kuona, Even for a cripple to walk. hata kwa kiwete kutembea. Somebody suffered so much. on the Mtu cross. aliteseka sana msalabani. Hallelujah. Haleluya! I remember Nakumbuka when the mega prophet said, wakati manabii wakuu Bwana walisema, the Lord brought him Jesus on the cross. Bwana aliwaletea Kristo msalabani Very fresh. akiwa mbichi kabisa. The moment he was crucified. Just few Wakati minutes. ambao alisulubishwa, dakika chache tu After very few minutes he was crucified. baada ya dakika chache ya kusulubishwa, Very fresh. akiwa mbichi, Then he looked at him like this. kisha akamtazama hivi, In that vision, na maono hayo the servants of the Lord cried for 33 days and nights. watumishi wa Bwana walilia kwa siku 33 usiku na mchana. He could not withstand. Hawangeweza kustahimili Kabisa. Hallelujah. So, blessed people, hivyo. Watu wabarikiwa, we are not talking about religion. hatuongei kuhusu dini. I don't care about your church. Sijali kuhusu kanisa yako, I don't care what you are worshiping. sijali kile ambacho unaabudu, I don't know where you go to worship. sijui mahali ambapo unaenda kuabudu, I don't know which church you may belong to. You want sijui to go. kanisa ambalo unataka kwenda, But one thing I know, lakini kitu kimoja that ninajua, Jesus Christ of Nazareth, kwamba Yesu Kristo wa Nazareti, the one who came yeye ambaye alikuja in human form, katika umbo la mwanadamu, paid the full price, the ultimate price for your salvation. alilipia gharama kikamilifu ya juu sana kwa sababu yako. That's where you're supposed to put your focus on. Hapo ndipo unapaswa kulenga wewe. Hallelujah. Anything else does not matter. Kitu kingine hakijalishi, It does not matter. haijalishi kabisa. What matters Kile ambacho that kinajalisha Jesus Christ of Nazareth ni kwamba Yesu Kristo wa went Nazareti to the cross alienda msalabani and shed his blood na akaimwaga damu yake that you may receive this ili salvation. kwamba tupokee huu wokovu. People have played around their salvation. Watu wamechezea wokovu wao, We have abused the cross. tumetukana We have msalaba, abused the blood. tumeitukana damu, Because kwa sababu we don't ever remember what Jesus went through. hatuwahi katu kumbuka kile ambacho Yesu alipitia.
Hallelujah. Blessed people. Watu wabarikiwa. I want to help you. Nataka kuwasaidieni. As the Lord helps me. Kama vile Bwana anavyonisaidia. One thing that I precious so much. Kitu kimoja ambacho ninakithamini sana. It is the work that happened on the cross. Ni kazi ambayo ilifanyika msalabani. Whenever I remember that, wakati wote nakumbuka hilo, I feel pain in my heart. Nahisi uchungu moyoni mwangu. I cry and repent. Nalia na kutubu. Later I can have peace. Kisha baadaye naweza kuwa na amani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Before you do something, kabla ufanye kitu, before you go into sin, kabla uende katika dhambi, please just remember the pain Jesus went through. Tafadhali kumbuka uchungu ambao Yesu alipitia. In the normal life, katika maisha ya kawaida. Hii maisha ya kawaida, ukigonga miguu, unalia mpaka unatembea hivi, unasikia uchungu. Hallelujah. Unatamka maneno yote. But somebody chose. Lakini mtu alichagua deliberately. That one you must honor. Hiyo lazima uiheshimu. Hallelujah. In this church, katika kanisa hili, we shall honor the work on the cross. Tutaheshimu kazi ya msalaba. We must honor. Lazima tuiheshimu. That's the work that we are supposed to do here. Hiyo ndio kazi ambayo tunapaswa kufanya hapa. We must honor the Lord Jesus on what he did for us. Lazima tumheshimu Bwana Yesu Kristo kwa kile ambacho alitufanyia. Hallelujah. This is what I wanted to remind us. Hicho ndicho nilitaka kutukumbusha. Because sometimes we celebrate until we forget. Kwa sababu wakati mwingine tunasherehekea hadi tunasahau. That somebody paid for this. Kwa sababu kwamba mtu alilipia hii. A very heavy price. Gharama ya juu sana. Very heavy. Gharama nzito sana. Hallelujah. Hallelujah. So we must honor that. Lazima tuheshimu hiyo. Kabisa. Hallelujah. Amen. I want to finish. Nataka kumaliza. Just to highlight the promises that Jesus gave us through the cross. Kusema tu zile ahadi ambazo Yesu alitupa msalabani. I know we had a very powerful conference. Ninajua tulikuwa na kongamano la nguvu sana. And the Lord spoke very mighty things. Na Bwana akanena mambo makuu sana. I want to tell you, blessed people. Nataka kuambieni watu wabarikiwa. Never on earth. Haijawahi tokea kamwe duniani. To see somebody kumwona mtu appearing before public. Akija mbele ya umati. The whole globe. Ulimwengu mzima. And that person parades the cripples this side. Na huyo the blind. Anawapangilia vipofu kwa mstari mmoja. And the deaf on the other side. Na viziwi upande ule mwingine. And then he walks amongst them. Na kisha anatembea katikati yao. And then he says, na kisha anasema, now I am walking here, says the Lord. Sasa natembea hapa, asemaye Bwana. No man can say such words. Hakuna mwanadamu anaweza sema mambo kama hayo. Unless God is with him. Isipokuwa tu Mungu yuko naye. That's why. Ndio sababu. When Jesus was walking here on earth. Yesu alipokuwa anatembea hapa duniani. He did mighty things. Alifanya mambo makuu. But one man. Lakini mtu mmoja. The Pharisee. Mfarisayo. Nikodemo. Recognized. Akatambua. That these things. Kwamba haya mambo. Jesus is doing. Yesu anafanya. No man can do them. Hakuna mtu ambaye anaweza kuyafanya. Unless God is with him. Isipokuwa Mungu yuko pamoja naye. Hallelujah. Hallelujah. So if you see somebody hivyo ukiona mtu walking amongst you, akitembea miongoni mwenu, raising the cripples, akiinua viwete, opening the blind eye, akifungua macho ya vipofu, that is a confirmation. Hiyo ni thibitisho that this man walking amongst us, kwamba huyu mtu ambaye anatembea katikati yetu, the Lord is with him. Bwana yu naye. You don't need to debate about it. Hauhitaji tena kufikiria kuihusu. Wapendwa, wacha niwaambie kitu kimoja. Masuala ya kujadiliana mambo ya huduma, mambo ya manabii umekwisha. Unless you are prepared to go to hell. Labda umejiandaa kwenda jehanamu. Those who are destined to go to destruction. Wala ambao wametimia kwenda katika uharibifu. Those are the people who are going to debate about it. Hao ndio watu wanaenda kujadili kuhusu hiyo. Hallelujah. Mimi huwa nashangaa vile naibu askofu ametusaidia hapa. Mimi huwa nashangaa. Yaani mtu hataki kuamini manabii wa Bwana. Sasa nauliza huyu mtu kwani ametoka wapi? Wazi kabisa mtu anatembea na anainua viwete na macho kipofu inafunguka, alafu unakataa kuamini hiyo. Sasa unataka kuamini nini? What do you want to believe in?
Ni nini ambacho unataka kuamini? If you can reject this, what? Kwenda katika uharibifu. If you cannot believe the mega prophets, you are going to hell. I can tell you 100%. Watu hawezi amini manabii wako Bwana unaenda jehanamu, naweza kwambia hilo. If you cannot believe the mega kwa Bwana unaenda jehanamu. Hallelujah. Because I remember, kwa sababu nakumbuka, blessed you, I'm very sorry. I'm taking your time. Hallelujah. Why am I saying so? Ni kwa nini nasema hivyo? When the rich man and Lazarus were on the other side. Wakati tajiri na Lazaro walikuwa ule upande mwingine. After dying. Baada ya kifo. The rich man. Ule mtu tajiri. Was in hell. Alikuwa jehanamu. And Lazarus was in heaven. Na Lazaro alikuwa mbinguni. And they could see each other. Na wangeweza kuonana. And then, the rich man is telling Abraham, Father Abraham, Baba Abraham, please tell Lazarus to bring some water. To quench my tongue. Because I'm burning here. Hallelujah. Then Abraham told him, where we are and where you are, we cannot meet. Because there's a big ridge here. Hallelujah. And then he told Abraham, please go and tell my brothers, send Lazarus to go and tell my brothers not to come here where I am. And then Jesus said, if they cannot believe my prophets, Yesu akasema iwapo hawezi kuamini manabii wangu, Moses and the prophets, Musa na manabii, even if somebody comes from this place, hata kama mtu atatoka mahali hapa, they won't believe. Hawatakuamini. Hallelujah. It means kumaanisha anybody who cannot believe on the prophets of the Lord, yeyote ambaye hawezi kuamini manabii wa Bwana, that man is walking straight to hell. Huyo mtu anatembea moja kwa moja hadi jehanamu. Walking straight to hell. Anatembea moja kwa moja jehanamu. Hallelujah. Hallelujah. Because kwa sababu somebody comes and raises a cripple. Mtu anakuja na kumuinua kiwete. Alafu unakosa kuamini. Hey. Nani ameturoga? Hallelujah. Nani ameturoga wapendwa? His name is Elder Robert. Jina lake ni mzee Robert. Now he's in Mombasa main altar. Sasa yuko katika madhabahu makuu ya Mombasa. I preached to this man from the year 2012. Nimemhubiria huyo mtu tangia mwaka 2012. And he could not cross over to repentance. Na hangeweza kuvuka katika toba. He used to argue so much. Alikuwa anabishana sana. Until the year 2023. Hadi mwaka 2023. One day I was in his office. Siku moja nilikuwa katika ofisi yake. I told him, my brother. Nikamwambia ndugu yangu. Today, leo, it is my last day to talk to you. Ni siku yangu ya mwisho kuongea na wewe. About the matters of the kingdom. Kuhusu masuala ya ufalme. If you are destined to go to hell, then you shall go to hell. Kama umetimia kwenda jehanamu, kisha utaenda jehanamu. But if you want to go to heaven, lakini kama unataka kwenda mbinguni, please, tafadhali, don't hear what people are saying. Usisikie kile watu wanasema about the servants of the Lord. Kuhusu watumishi wa Mungu. I told him, nikamwambia, please sit down. Tafadhali keti chini and relax. Na utulie. And begin na uanze to follow. Kufuata. What is this man saying? Huyu mtu anasema nini? That man had very deep things. Kwa sababu huyo mtu alikuwa na mambo ya kilindi sana. Alisikiza vitu vya vilindi sana. Na kujisalimisha. And right now he's really serving the Lord. Sasa hivi anamtumikia Bwana kwa hakika. In the program of team. Katika kikundi cha itifaki. Na amekuwa very zealous kabisa. Very zealous. Amekuwa na ari kabisa. Hallelujah. So as I finish, ninapomalizia, the Lord promised us Bwana alituahidi to receive the kingdom. Kupokea ufalme. He promised us eternal life. Alituahidi maisha milele. He promised us to appear with Christ in glory. Alituahidi kupatikana na Kristo katika utukufu. To enjoy a new heaven and a new earth. Kufurahia mbingu mpya na ardhi mpya. Hallelujah. He promised us to access the tree of life. Kupata mti wa uzima.
Bwana Yesu asifiwe. There are so many promises about heaven. Kuna ahadi nyingi sana kuhusu mbingu. I want to stop there. Nataka kumalizia hapo. Allow me to welcome the blessed Deputy Archbishop. Niruhusu nimkaribishe naibu askofu mkuu. As I welcome the worship team. Ninapokaribisha waabudu. Umebarikiwa. Have you got something? Amen. Thank you so much. Worship team, please. Kufika hapa ni mkono wa Mungu.
ndio sababu tumefika hapa. Na ndio sababu tumefika hapa. Blessed people, watu wabarikiwa. allow me Niombe. Father, in the mighty name of Jesus. Baba, katika jina kuu la Yesu. You who is enthroned between the cherubim. Wewe uliyesika kati ya makerubi. You are our everlasting Father. Wewe ni baba yetu wa The milele. eternal creator Jehovah Elohim. Muumbaji wa milele Yehova There Elohim. is no other God besides you, Hakuna Jehovah. Mungu mwingine kando yako You Yehova. are the creator of heaven and earth and everything there in my Wewe ni life. muumbaji wa mbingu na kila kilichomo Bwana. Father, we are before you today. Baba, tuko mbele zako. The eternal blood of Jesus Damu ya milele ya Yesu is sufficient inatosha to cleanse us from any kind of sin. kutusafisha kutoka kwa aina yoyote ya dhambi. When I say me, bear that. Nilianza kuhisi vibaya. I had a problem with my stomach. Nilikuwa na shida na tumbo langu. I went to see doctors, Nilienda kuona madaktari, but it became worse and worse. lakini ikawa mbaya zaidi na I zaidi. did a lot of endoscopy. Nilifanya picha za tumbo nyingi sana. I even come a time people were contributing for me. Hata ikafikia wakati watu walikuwa wananichangia. Even my family. Hata familia yangu. And they just say gastritis. Na wanasema tu ni gasi imejaa tumboni, ni gasi imejaa But I tumboni. was not doing well. Lakini sikuwa naendelea vizuri. Blessed people. Watu wabarikiwa. But because of the hand of God. Lakini kwa sababu ya mkono wa Mungu, Today I am here. leo niko hapa. 2025. Mwaka 2025. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. And I remember the Lord God. Ilikuwa katika mapenzi ya Mungu And this to happen kwamba hii ifanyike in my life. katika maisha yangu. Blessed people. Watu wabarikiwa. I thank God. Namshukuru Mungu. It has been a long journey Imekuwa safari ndefu since I came in this ministry. tangia nije katika huduma I hii. remember it was 2010 Nakumbuka ilikuwa ni mwaka 2010 when I joined this ministry. wakati nilijiunga na huduma hii. I have gone through a rough road. Nimepitia barabara ngumu Very sana. rough road. Ngumu sana. I've gone through mountains and valleys. Nimepitia milima na mabonde, But the Lord has never left me. lakini Bwana hajawahi niacha katu. He has never left me. Hajawahi niacha. It has not been easy. Haijawa rahisi. But today, Lakini leo if I can see I'm holding a shepherd's staff. iwapo naweza jiona nimeshika fimbo ya uchungaji. Hallelujah. And wearing effort. Na nimevalia Naivera. naivera, The garment of the Lord. vazi la Bwana For the work of God. kwa kazi ya Mungu. Does not go in easy. Haijakuwa rahisi. We have faced bullets. We have escaped bullets. Tumehepa risasi. We have gone through valleys and mountains and I don't want to say. Tumepitia milima na mabonde, But the Lord has been with us. lakini Bwana amekuwa nasi. The Lord has been with me. Bwana amekuwa pamoja nami. Blessed people. Watu wabarikiwa. I remember 2020. Nakumbuka mwaka 2020 It was in February. ilikuwa mwezi wa pili. When I was at the airport altar Nikiwa serving the katika Lord madhabahu ya airport nikimtumikia as Bwana an overseer. kama mwangalizi. And then Kisha I was told, nikaambiwa your name has been mentioned in the radio. jina lako limetajwa katika redio. I remember that day I was holding a conference, women conference. Nakumbuka siku hiyo nilikuwa na kongamano la wanawake. But I was told, but your name has been mentioned. Nikaambiwa jina lako limetajwa That you are the bishop in Jomvu. kwamba wewe ni askofu Jomvu. I was shocked. Nilishangazwa. I didn't expect. Sikutarajia. For me, I was just serving the Lord. Kwangu mimi nilikuwa tu namtumikia I Bwana. love the Lord. I was just serving the Lord. Nampenda Bwana, nilikuwa namtumikia tu Bwana. She was there. I was living with. I was with Pastor Damaris. I was staying with her. So I was shocked. Hivyo nilishangaa. That
day the Lord sent me Jomvu. Hiyo ndio siku Bwana alinituma Jomvu. I was given Jomvu sub-county. Nikapewa eneo ndogo la Jomvu. I didn't know Jomvu. Sikujua Jomvu. I have lived in Likoni for many years. Nimeishi Likoni kwa miaka mingi. I was born in Likoni. Nilizaliwa Likoni. My mother, she's here. Mama yangu yuko hapa. I school in Likoni, primary. Nilienda shule msingi ya Likoni. Then second I went up country. Kisha shule ya pili nikaenda But bara. after my form I came back to Likoni. Lakini baada ya chuo cha 4 kidato cha 4 nikarudi Then Likoni. I had a ministry in Kongowea. Kisha nikawa na huduma Kongowea. Kongowea where I was married. Kongowea where I was married. Kongowea mahali ambapo niliolewa. But when my husband passed on, Lakini wakati mume wangu aliaga, I said, nilisema, I made a covenant to God. nikafanya agano na Mungu. I told God, Nikamwambia Mungu, now that my husband has passed sasa on, kwamba bwana wangu ameaga and the only child you gave me, I will be just passed na on, mtoto wa pekee ulionipa pia ameaga, I give myself to you. najipeana kwa I will serve you. nitakutumikia. And then I began a ministry. Kisha nikaanza huduma. That's Jesus Deliverance Ministry. Hiyo ni Jesus Deliverance Kongowea. And then there was serving. Kisha nikawa namtumikia Bwana. I remember a day I heard the two prophets of Yahweh. Nakumbuka siku nilisikia manabii wakuu wawili wa Yahweh. The word KBC. Walikuwa katika kituo cha redio cha KBC. And I looked at them. Kisha nikawatazama. Then a voice told me, Sauti kaniambia, these are the Nazarite. This one is a Nazareth of God. huyu ni Mnazareti wa Mungu. And then I started to follow them. Kisha nikajaribu kumfuatilia. Because he was rebuking sexual sin. Kwa sababu alikuwa anakemea dhambi ya ngono na He was uasherati. rebuking women. Alikuwa anakemea uchi wanawake. Yeah, women walking naked in church. Wanawake wakitembea uchi And they kanisani. were rebuking the issue of money in the church. Walikuwa wanakemea Those who came with me, I think it was December, in the wedding of my brother, you saw that church. wale ambao waliandamana nami katika harusi ya ndugu yangu, mliliona hilo kanisa. I left that church and I came in the masonry. Niliacha hilo kanisa nikaja katika huduma ya toba. Hallelujah. Out of church. Many years. And none of us, no, Mrs. Sami, they are there. These are the people walishika mkono Shansu. Let me just say in my heart. Let us say to me next program. Nilipotolewa Shansu kweli nilinunika. Shansu nilikuwa nimefika. Hallelujah. Nilikuwa nimefika. Praise the Lord. Then I went to Shansu. And I raised the church in Shansu. Nikainua kanisa Shanzu. And it really grew very fast. Na ikakuwa kwa haraka sana. They are here. It was so powerful. Ilikuwa ya nguvu sana. In Shansu. Kule Shanzu. With Elder Julius here. Na mzee Julius hapa. Hao walishika mkono. These are people, that are people wananyenyekea. Hawa ni watu ambao wamesoma lakini Mimi sijasoma, lakini wamesoma. Lakini wana heshima. Hallelujah. Amen. Wakanishika mkono. And we did very powerful ministry in Shansu. Na tukafanya huduma ya nguvu sana Shanzu. Lakini ile kutawanywa haikuwa rahisi kutawanywa. Leo jawaambia hiyo ilisababisha mpaka kama umekaa nyumbani leo umerudi. Nimeingia roho yake sana. I really repented before God. Nilitubu sana mbele za Mungu. Hata kama ni kupanguza viti ifanye kikamilifu. Even if you are handling food, Hata kama unashughulikia chakula in the house of God, katika nyumba ya it Mungu, has to be perfect. inapaswa iwe kamilifu. Hata kama ni kuvaa, vaa vizuri. If you are a priest, Kama wewe ni kuhani, usivae shati la bagala. If you are a priest, kama wewe ni kuhani, our fathers have taught us. baba zetu wametufundisha. You heard them say, Uliwasikia wakisema wamama wa toba, mabinti za toba, wanavaa mavazi very smart and even a high heel kidogo and they walk kata. You just hear them. Yes. So if you are an elder, you are a pastor, you put on a suit, it has to be perfect. kama wewe ni mzee, wewe ni mchungaji, unavalia suti, inapaswa kuwa kamilifu. It is worship, do it perfect. Ibada ifanye kamilifu. Funga kitambana, perfect. Funga kitambaa kikamilifu. Don't do it because you are just doing it. Usifanye kwa sababu unafanya tu. Everything
kamilifu. Hallelujah. Perfect sacrifice. Dhabihu I kamilifu. have a lot because of time. I cannot go there. Nina mengi kwa sababu ya wakati sitakwenda. When you read the book of 1 Peter chapter 2 verse 9, Ukisoma kitabu cha Petro wa kwanza pili, you see that priesthood. unaona huo ukuhani. Hallelujah. Hallelujah. You see the priesthood. Unaona ukuhani. I just want to read very fast and then I finish. That's why you can see me in my the garments. The staff is here. The Bible is here. We have been consecrated. 1 Peter 2 verse 9 says, but you are the chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into the wonderful light. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9, Biblia inasema, lakini ninyi ni taifa teule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu walio milki ya Mungu, mlioitwa ili kutangaza sifa zake yeye aliyewaita kutoka gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. That is the prophecy that was given by prophet Samuel. Huo ni unabii ambao ulitolewa na nabii That Samuel. the Lord will raise for himself a priesthood. Kwamba Bwana atajinunulia mwenyewe ukuhani. That it will always do God's will. Kwamba huo ukuhani utafanya kila wakati kazi And mapenzi. Jesus comes. Na wakati Yesu ajapo, When Jesus comes, Yesu ajapo, he says, anasema, Father, Baba, offering and sacrifice you did not desire, dhabihu na sadaka haukutamani, but the body that you prepared for me. lakini mwili ambao Here uliniandalia. I come. Hapa ni I will do your will. nifanye mapenzi yako. Hallelujah. Hallelujah. So the priesthood of the Lord Hivyo ukuhani wa Bwana will always seek to do God's will. kila wakati utafuata kufanya mapenzi ya And Mungu. what is to do God's will? Na ni nini kufanya mapenzi ya Mungu? It is to obey his word. Ni kutii neno lake. Obey God's word. Tii neno la Mungu. Walk in the light of God. Tembea katika nuru ya Mungu. That when the world looks at you, Wakati ulimwengu na they may kutazama, see God. wamuone Mungu. Hallelujah. Haleluya. They may see the light of God in Waone you. nuru ya Mungu ndani And yako. they may come to you. Na waweze kujia. You cannot compromise with the world. Hawezi kubaliana na ulimwengu. You heard the mega prophet saying, Mlisikia manabii wakuu wa Bwana wakisema, we are the church. sisi ndilo kanisa. The church. Kanisa. We have been called out of the world. Tumeitwa kutoka ulimwenguni. We cannot be the world. Hatuwezi kuwa ulimwengu. We have been separated. Tumetengwa. That's why Kwa sababu you can see your bishop unaweza kuona maaskofu wenu in this garment, katika vazi hili and the staff is here. na fimbo ya uchungaji kwa hapa, That is the symbol of authority. ambayo ni ishara ya mamlaka. Now the Lord has given me authority Kwamba Bwana amenipa mamlaka to shepherd you. niweze kuwachunga. But remember, Lakini kumbuka, He the Lord yeye Himself Bwana mwenyewe, is the chief shepherd. yeye ndio mchungaji mkuu. Here in Jombo, Hapa Jongo He is the chief shepherd. ndio mchungaji mkuu. He is the head of us. Yeye ni mkuu And wetu. follow Him Na tunamfuata. as you follow me. Anaponifuata In the mighty name of Jesus. katika jina kuu la Yesu. Listen, people. Watu wabarikiwa. I'm so much humbled. Nimefurahia, nimenyenyekezwa sana. I did not desire this. I did not deserve this. Sikustahili hii, But it is the Lord. lakini ni Bwana. It has not been easy. Haijawa rahisi, But the Lord lakini Bwana has won. ameshinda. The Lord has won. Bwana ameshinda. The Lord has won. Bwana ameshinda. I want to finish by saying, Nataka kumaliza kwa kusema thank you so much, asanteni sana blessed people, watu wabarikiwa for standing with me. kwa kusimama na mimi. You stood with me. Mlisimama nami Even when I really needed you, hata wakati nilihitaji sana kwa kiwaki. you were there for me. Ulikuwepo kwa ajili yangu. You've held me, Mumenishika you mkono, helped me, you mmenisaidia, prayed for me, mmeniombea, you helped me to serve the Lord. mlinisaidia nimtumikie Bwana. I just want to say thank you. Nataka tu kusema asante. If you are not there, Iwapo haukuwepo, leo isingefanyika vile imefanyika. That's why I come to you to say thank you. ndio sababu na wajieni I kusema asante. appreciate you so much. Kuwashukuru And sana. I love you with the love of Christ. Nawapendeni kwa upendo And I wa was Kristo. asking you, Na waulizeni, please continue to hold my hand, tafadhali endeleeni that I kushukuru may accomplish the work of God. kwamba nimalize kazi ya Mungu. Because the mega promise of the Lord, Sababu manabii wakuu wa they Bwana told me waliniambia one day at night, siku moja
nife. And I text them. Nikawatumia ujumbe. I was so sick. Kwa sababu nilikuwa mgonjwa sana. I knew I was going. Nilijua naenda kufa. And I was ready to go. Na nilikuwa tayari kufa. And I was just praying my last prayer. Na nilikuwa naomba tu ombi langu la But they called me. kisha wakanipigia simu. Through Bishop Matata. Kupitia Askofu They Matata. told me. Wakaniambia, My daughter Bishop Emily. binti wangu Askofu Adasa. You have a work to do. Kuna kazi ya kufanya. Blessed people. Watu wabariki. Hiyo ndio maneno nimekuwa nashikilia tu kila siku. So please, tafadhali, hold me by hand. Nishikeni mkono. I may finish the work that the Lord saw. Nimalize ile kazi ambayo Bwana aliona. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. I really need your help. Nahitaji msaada wenu. Hold me by hand. Nishikeni mkono. Don't leave me. Msiniache. That we may accomplish this work. Ili kwamba tumalize hii kazi. Hallelujah. Hallelujah. Otherwise, Happy New Year. Mwaka mpya wenye fanaka. Happy New Year. Mwaka mpya wenye fanaka. The year 2025. 2025. Thank you for your support. Asanteni kwa msaada wenu. I must say, lazima niseme, when I was sick, wakati nilikuwa mgonjwa, I did not miss a shilling to go to the hospital. Sikukosa senti ya kwenda hospitalini. Because you came. Kwa sababu mlitoa. Thank you so much. Asanteni sana. Sijawahi fungiwa nyumba. Thank you so much. Asanteni. Sijawahi kosa chakula. Thank you so much. Asanteni. As you all know, I'm a widow. Mjuavyo mimi ni mjane. I don't have a husband. Sina mume. My husband is gone. Mume wangu ni mume. I want to appreciate. Na nataka kushukuru. I don't mean to say this, Judas, please. I have sons out of this church. Nina wana nje hili kanisa. They will stand with me. Wanasimama na mimi kwa hakika. Amenibadilisha ndege. I told me nilikuja na ndege, amenibadilisha ndege. Amenipa hoteli yangu. Thank you so much, Judas. Thank you so much. All of you mmenibariki. I don't want to say, lakini nasema tu asante sana. Na zile baraka za manabii, wacha mwaka huu zikuwe na nini. Kabisa. Kabisa. Sijuani kuongea sana. I don't know how to talk. But mambo mengi, nashukuru Mungu niko na very powerful chairman. Chairman anaongea yote ameongea ni kwa niaba yangu. So thank you so much, Jomvu Church. Now this year, the Lord is our strength. He's going to give us that strength to do powerful revival. Kutupa hiyo nguvu kufanya uvuvio wa nguvu. As we wait for the coming of the Messiah. Tunapongojea kurudi kwa Masihi. We have a church in Mount Carmel. Tuna kanisa Mlima Kameli. Ikiongozwa na Overseer Abigail. Ikiongozwa na mwangalizi Abigail. This year we have a lot. Mwaka huu tuna mengi. Wewe ndio utanisaidia kukamilisha hiyo kazi. Najua kwamba hiyo ni hazina unaweka kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Mungu wa mbinguni awabariki katika jina la Yesu. Thank you so much. Let us stand up. Wacha tusimame. Let us stand up. Wacha tusimame. Let us appreciate the Lord. Wacha tumshukuru Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Allow me to pray. Father, Lord, appreciate. Na kurudia kwa shukrani nyingi. To thank you. Kukushukuru. For speaking to us. Kwa kutunenea. Even for the testimony. Hata kwa sababu ya shuhuda. Indeed, Jehovah, what you have done in my life is so big. Kwa hakika Jehova, kile umetenda kwa maisha yangu ni kubwa sana. Jehovah, what you have done, nobody could have done. Kwa sababu kile umetenda Jehova, that's why my Father, I appreciate you and I give you thanks. Ndio sababu baba yangu nakushukuru na kukupa shukrani. Receive glory, receive honor. Pokea utukufu, pokea heshima. For what you did for us last year. Kwa kile ulitutendea kwa jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Karibu sana mama, karibu sana askofu.
tuweze kuja tu tuweze kushiriki. Umbali tumetoka na mahali tumefika, ndiyo maana tunatambua kwamba wewe ni Ebeneza. Sio kwa uwezo wangu, ila ni kwa uwezo na meketi chini. Mbali tumetoka na mahali tumefika, ndiyo maana ninatambua kwamba wewe ni Ebeneza. Sio kwa uwezo wangu, ila ni kwa uwezo wako. Mahali nimefika Baba, acha nikushukuru. Ee Bwana, umenisaidia nifike mahali nimefika. Bwana, wewe ni Ebeneza maishani mwangu. Ninataka Baba msingi wangu, jiwe langu, nakutamani sana, jiwe langu la thamani, nakuhitaji sana, Ebeneza, jiwe langu. Ninataka maisha yangu yajengwe juu yako, ninataka ndoa yangu ijengwe juu yako Baba. Ndoa zilizojengwa juu yako Yawe hazivunjiki kamwe. Nyumba zilizojengwa juu yako Yawe hazivunjiki kamwe. Ninataka uimbaji wangu Baba ujengwe juu yako, maana wewe ni sauti yangu, wewe ni uzima wangu. Ninataka Ebeneza